mchaka. Mmekimbia katika hali, mmeondoka katika sehemu ambayo majukumu mengi yanapandana. Yaani wanaonea raha tu. Kuna pepnis, kuna nesti, kuna sisi hebu kufanya kazi ya serikali. Kazi ulizokuambia tuwe katika nafasi zetu. Tuitumikie serikali, tutimize wajibu wetu katika kufikia malengo tuliyojiwekea, ili na sisi ndani ya miaka 30 ijayo au 32 kama waweza kufikia, tuweze kufurahi katika utumishi wetu wa umma. Nirudi kwenye ukanda wa pili kwa wenzetu walimu wa staff. Mnaomaliza utumishi wa umma, kuna maisha baada ya utumishi wa umma. Kuna pesa tutapokea, na nikikaza nimeambiwa nini mwaka huu mtapata hayo mafunzo. Kuna fedha za kidogo, fedha za ustafu. Twende tuzitumie zile fedha vizuri. Zile fedha zisiwe kwa sababu ya kuongeza watu wa pili au watu wa pili. Zile fedha zile zikafanya kazi ambazo ilikuwa ni badala kwa maisha ya tuliyokuwa nayo. Nenda kaangalie biashara yako yote, iweke bize na shughuli za ujasiriamali, biashara na kitu chochote. Tumeambiwa walimu hatuzeeki. Kwa nini hatuzeeki? Tumepita vikwazo vingi sana. Kama wanafunzi shuleni si mchezo. Kama umeweza kukaa na wale watoto wa chekechea ambao wazazi wao wanaambia afadhali shule zimefunguliwa watoto waende shuleni kwao, ina maana tumevumilia vya kutosha. Kwa hiyo maisha ya nje ya utumishi wa umma hayawe magumu kwetu sisi tena, kwa sababu tumeshazoea ile mikiki yote ambayo inakuwa shuleni. Changamoto zote za shuleni tumezizoea. Kwa hiyo kutoa kule kuraiani ni kitu cha kawaida, ili tuweze kuishi, tuwe na amani, tuwe na usalama katika maisha yetu ya baadaye. Ina maana tutii sheria, tutii matumizi yetu ya fedha, tutii miili yetu, tufanye mazoezi bila kumsahau Mwenyezi Mungu kila siku. Niwaombe sana tukatumie kipato tulichokuwa nacho kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo tusitumie fedha tunazozipata kwa ajili ya kufuja maisha yetu kwa baadaye. Sina mengi sana kusema, niwashukuru sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda na wafikishe mahali tuko salama, na mtuombee na sisi ili na sisi tuweze